Nimejisikia raha sana. Nadhani kumbe kwenye kampeni sikuwa na raha. Sasa hivi ndo nimepata raha kwa jinsi mnavyonipokea na kuniamini kama mtoto wenu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante mwenyekiti wa kijiji, asante viongozi mliopo meza kuu, asante wananchi wa Buyoga kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Hodi Buyoga. Karibu. Leo nimekuja na majambo mawili tu. Jambo la kwanza ni kuwashukuru wananchi wa Buyoga na wazazi wangu wa Buyoga kwa ujumla. Nimekuja kuwashukuru kwa kuniamini na kunipigia kura nyingi za kutosha. Asanteni sana tena, Mungu awabariki. Lakini jambo la pili, nimekuja tuweze kusikiliza na kutatua kero zetu tulizo nazo hapa, ili tuone tunavyosonga mbele katika kuleta maendeleo kwenye kijiji chetu pamoja na kata yetu kwa ujumla. Naomba nizungumze maneno machache kwa kipindi hiki toka mmeniamini kunipigia kura, kwa kazi nilizozifanya kuanzia mwezi wa kwanza mpaka leo tunaenda mwezi wa 6. Jambo la kwanza, katika kijiji chetu tumepata bahati, hili barabara letu hili tunalopita, halmashauri ya wilaya ya Chato imelipendekeza kuwa moja ya barabara ambayo yatatengenezwa mwezi wa 8 katika kupitisha mwenge wetu. Barabara hili litatengenezwa na mwenge tutauona unapita hapa tukienda kukabidhi katika kata ya Makurugusi. Hiyo ndo kazi ya Mama Samia, hiyo ndo kazi ya Mheshimiwa mbunge, na hiyo ndo kazi ya mtoto wenu Mange Hamisi Samuel. Jambo la pili, kwenye upande wa elimu katika kata yetu nimeomba shule 4 ziweze kukarabatiwa na halmashauri, nikiwa na maana ya shule yetu ya msingi ya Buyoga, shule ya msingi ya Mabagalu, shule ya msingi ya Mlanda, lakini kuna shule ya msingi hapa Mapinduzi. Shule 4 nimeshaziombea na tayari zimeshakaguliwa ajili ya kuanza kukarabatiwa. Tunajua shule yetu inazo changamoto kama tunavyoiona, watoto wetu wanahangaika, lakini shule hii nimeshaiombea madawati, kwa sababu mliponiamini na kunipigia kura, nilipofika kule na mimi nikaaminiwa, nikachagua kuwa mjumbe wa kamati ya elimu, afya na maji. Lakini kwenye upande wa maji tunajua sisi hapa Buyoga tunachangia na mifugo maji ya kunywa. Sasa naomba niseme kwamba yajayo yanafurahisha, kwa sababu mlinituma kwenda kufanya kazi na mimi ninafanya kazi, na mimi ninawatendea kwa sababu ninawapenda. Amina. Siku ya leo hivi tunavyozungumza, mkurugenzi wa wilaya ya Geita kwenye upande wa maji amefika katika eneo la Buyoga leo hii. Wamezunguka na mwenyekiti wa kijiji hadi Mabagalu, wameenda kushuhudia hadi bomba lililoko kijiji cha Mabagalu, na nadhani amenipa taarifa mwenyekiti kwamba baada ya siku 3 watapeleka pampu pale kwenda kuyapima wingi wa maji. Wataweka ile pampu imimine maji nje masaa 5. Kama ile pampu itatoa maji masaa 5, maana yake hayo maji yana uwezo wa kusambaza vijiji 2.
Vijiji hivyo ni Mwapagalu na Buyoga, na sisi tulishaandamana kwenda hadi wilayani, na mwenyekiti wangu huyu hapa nilimuita akiwa huku, nikambeba tukaenda hadi Chato, akiwa ameshaitwa mkurugenzi wa maji kwa mkuu wetu wa wilaya. Tulikaa kikao na wenye viti wote wa kata ya Buseresere tukilia maji katika kata yetu. Ndio maana leo wameanza kuja kutekeleza. Niwapongeze, mlituamini, na sisi kweli tunatengeneza mshikamano. Kila changamoto tunaifuatilia hatua kwa hatua. Lakini kwenye upande wa zahanati yetu hii, hakuna kitu kilichoniuma kama zahanati, kwamba kina mama zangu wa Buyoga wanavuka mto tena kwenda kwenye kata nyingine ya Butengo Rumasa kwenda kupata huduma. Nilirudi hapa nikaja nikaonana na viongozi wenu wa serikali ya kijiji, nikawaambia hapana, tutengeneze vyumba hapa chapu tuzitengeneze vikamilike, kina mama waache kwenda kule. Na ndio maana leo tunaona ile kazi inavyoendelea. Kama alivyosema mwenyekiti wa chama, nilimwambia aje achukue mifuko 15, nilimpa mifuko 15, ndio maana amepiga lipu, na ninampongeza sana mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa chama wanavyoshirikiana na pamoja na serikali ya kijiji. Nimefika pale, ndio maana mmeniona nimepitiliza, nimeenda kujihakikishia, je, tulioyazungumza kwenye kikao chetu cha wachache kinaendelea kufanyika? Na wapongeza, kazi inaendelea kufanyika vizuri, na hatua mnaziona. Nadhani muda sio mrefu tutakamilisha vile vyumba na huduma tutaendelea kuipata hapa, sio kwenda tena Rutundu, hatutaenda. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi kama mlivyonituma. Nitafanya kazi miaka 5 hiyo mlionituma, mseme sasa mtoto wetu nenda ukapumzike. Lakini kwenye upande wa umeme tayari kitongoji cha Mfungo mkandarasi ameshafika na kufanya tathmini ya kutuletea nguzo atufungie umeme. Kwa hiyo tunaenda tunagusa kila sehemu kuhakikisha tunaenda tunatimiza moja baada ya nyingine. Sasa katika mkutano wetu huu wa leo, niwaombe sana mama zangu, baba zangu, uliye na changamoto ulio nayo moyoni, naomba leo useme hapa ili tuweze kuitatua. Nadhani kwenye upande wa TASAF mwenyekiti ameshasema, Buyoga tumepata kaya 250. Na mimi nakuwa najitahidi sana kuipendelea Buyoga kwa sababu Buyoga mimi napenda sana. Asanteni sana tena. Kwa nitumie huu muda sasa kuwakaribisha wananchi wa Buyoga, wazazi wangu wa Buyoga, muulize maswali ya changamoto mlizonazo. Tutakazoweza kuzitatua tutazitatua hapa. Tutakazoona hizi zinahitaji kwenda juu nitazichukua mimi, nitazipeleka na majibu nitarudisha, kwa sababu mimi ni wa hapa. Kwa hiyo waombe sasa maiki kwa diwani. Mimi kwa majina naitwa Joseph Rutemera Mayunga, mkazi wa kijiji hiki kitongoji cha Kakunkuru. Shida yangu ni umeme katika kitongoji cha Kakunkuru. Namba 2, tunalo daraja la kutoka Mwapagalu kuvuka kwenda Mtundu. Ni changamoto kubwa sana. Tunakuomba mheshimiwa diwani, hiyo utusaidie. Asante. Mimi nina swali ambalo nataka kuuliza tu, kwa kwamba hapa sisi kijiji cha Buyoga, naomba ni kama nakutuma au labda kama kuna mawasiliano hapa umpigie Utandula lituahidi kwa kwamba sisi kazi yetu Buyoga ni kujenga, ni kuwezeka zahanati. Zahanati tumewezeka, akasema mambo mengine yote atakuja hapa atuongezee nguvu ili kusudi mama zetu wapumzike kwa amani.
lakini mpaka dakika hii hatujapata jibu, hatujapata hata mawasilisho yoyote ya kuwa kwamba ametuongezea nguvu gani. Asante sana mheshimiwa. Asante. Majina naitwa Mwanaspesi. Mimi kama jina naitwa Ramadhani Jonas Kaanga. Mimi nakupongeza diwani wetu. Asante sana. Kazi unayofanya. Lakini naupongeza uongozi wangu wa kijiji cha Bulonga, chama na serikali. Unatumika kwa muda mfupi lakini unafanya kazi nzuri. Watu walisema hujui kuongea. Umetoka kijijini kwenda kufanya kazi, sio kuishi mjini. Unaweza ukaishi mjini ukafanya kazi nzuri, ukawa hujui kuongea sana maneno mengi ukafanya kazi nzuri. Nakupongeza sana mheshimiwa diwani, asante sana, kindao unajitahidi vizuri sana. Karibu sana Nyamikele hapo. Ndio. Mimi naomba barabara tu inayopita kwenda Nyamikele, watoto wanahangaika sana, yani haipitiki. Ndio. Naomba hiyo barabara mlifanyia mchakato ili watoto wapite kuja shuleni. Asante. Asante sana. Kwa jina naitwa Makoye Kakulilo. Sawa sana. Asante. Kwa jina naitwa Angelina James. Sawa. James Maeka. Ninauliza NIDA yangu nililetewa NIDA ambayo maandishi hayaonyeshi. Ndio. Unapoenda kusajili na hii hata na NIDA hii laini wanasumbuka sana. Ndio. Kwa hiyo hiyo NIDA unanisaidiaje? Asante. Sasa wakati wakija sasa kale kakadi ka NIDA. Sawa. Unaenda nako pale. Sawa. Ili waweze kukubainishia namba na kuzitengeneza vizuri. Sawa. Kwa maswali yangu bado naongea. Ndio. Nakupongeza sana. Asante. Maana sikuwa na maswali na wewe. Asante. Kitu kilichokuwa moyoni mwangu chote umekibeba unachokifuani mwako. Asante. Bwana akubariki sana. Ufanye kazi kwa nguvu na kwa moyo mmoja bila kukunduka moyo. Maana wewe unatuheshimu kama wazazi wako. Asante. Ulisoma na ulisomeshwa na wazazi wako, lakini pia unasomesha taifa zima. Wengi watajifunza kupitia wewe. Na kupongeza kwa kitu kimoja, watu walikuwa wanagombea akimaliza tu anaenda kulala na kula amepewa, lakini wewe hili umeliona la muhimu sana. Ndio maana unaiona Buyoga imefurika, wanasema watu kamuone mheshimiwa diwani. Asante sana. Kwa sababu unapogombea unapewa majina mengi sana. Walikuwa wanasema hajui hata kuongea, hajui hata kufanya nini, lakini leo umeongea. Tafikira kila mmoja mheshimiwa, ingekuwa kusema mimi ni mwanasiasa mzuri tu, mimi ni mwana Chadema, lakini ulivyokuwa ukisema baba, basi Mungu akubariki. Asante sana. Kwa maana unakifikia kiti cha enzi. Asante sana. Asante sana. Ndugu zangu, kwenye upande wa umeme kama nilivyosema hapo awali, tunaenda awamu baada ya awamu. Tayari katika kijiji chetu tumeshapata kitongoji kimoja ambacho mkandarasi wetu inatakiwa mwezi wa 8 au ameshatukabidhi. Kwa ninaomba baada ya awamu ile tutakuwa na kitongoji kingine tena, atakuja mkandarasi. Kwa kwenye upande wa umeme tunaendelea kufanya kazi hatua kwa hatua. Ndio maana leo tuna kitongoji kimoja. Kikikamilika serikali itachukua tena kitongoji kimoja hadi tutakavyovikamilisha vitongoji, na baada ya hapo tutaanza kaya baada ya kaya. Tunakumbuka kwenye kampeni tulikuwa tukisema hivyo, ilani ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa inaeleza. Kwa tunaenda kukamilisha vitongoji, baadaye tunarudi kaya hadi kwa kaya. Lakini kwenye upande wa mabarabara, nadhani meneja wa TARURA alishafika hapa Buyoga ni zaidi ya mara 2, na haya mabarabara ameshayaangalia.
ameshayachukua. Naomba niwaelimishe kidogo tu, nitoe shule kidogo tu. Mabarabara mapya yanakuwa yanachukua muda kidogo tofauti na haya yaliyolimwa. Mabarabara mapya anakuja mkandarasi, analiona eneo, analichukua, analipeleka ajili ya kwenda kusajiliwa. Litakaposajiliwa linaingizwa kwenye mfumo yao, linaingizwa kwenye bajeti, tayari linatengenezwa. Kwa tayari haya mabarabara tulishayachukua. Kwa sababu wakati naomba kula haya mabarabara nilikutana nayo. Ndio maana mapema tu mkandarasi akawa ameshafika, na mimi sikutaka kulala, kwa sababu ninajua changamoto wanazozipitia watoto wetu ajili ya kuvuka kwenda shuleni. Kwa hiyo naomba muda sio mrefu, nadhani ni ndani ya mwaka huu hayo mabarabara yatafanya kazi. Lakini tuna option nyingine. Mheshimiwa mbunge wetu tayari alishatuletea mitambo kwenye jimbo letu ambayo atatusaidia kuondoa changamoto ya mabarabara. Tuendelee kumwombea na kumvumilia atengeneze bajeti ili apate fedha ya mafuta aje ya kuja kututengenezea mabarabara yetu, hasa ambayo yana kazi ya kusajiliwa. Kwa hiyo kupitia mkutano huu na kikao hiki, na mimi mheshimiwa mbunge nitamfikishia huu ujumbe. Swali jingine. Benjamin Mazuri anauliza kuhusu kumsaidia upatikanaji wa NIDA. Asante. Kwenye upande wa NIDA, nadhani ni miezi miwili iliyopita tuliomba madiwani yote ya wilaya ya Chato waandikishaji wa namba za NIDA waweze kufika siku 4 katika kata. Buseresere nadhani walifika, na watu nakumbuka watu walijitokeza sana Buseresere. Na Buseresere hadi niliwaomba waongeze na siku 1. Kwa hiyo kama hukubahatika kupata, naomba wewe mvumilivu, awamu itakapokuja nyingine tutajitahidi sasa kupitisha matangazo hadi huku ajili ya kwenda kupata namba ya NIDA. Asante mzee. Swali jingine. Marco anauliza kuhusu ahadi ya mbunge kuhusu zahanati. Asante. Nadhani hilo ni kama mmenituma, si ndio jamani? Hilo ni kama mmenituma. Na mimi nitamkumbusha mheshimiwa mbunge kwa ahadi aliyotuahidi hapa kipindi cha kampeni. Nitampigia kisha majibu nitarudisha. Nitampigia simu mwenyekiti wa kijiji. Nadhani majibu atakayonipa mbunge na mimi ndo majibu ambayo nitampa. Lakini naomba nirudie tena. Zahanati yetu hii ni lazima tujitahidi, iwe usiku iwe mchana, kuhakikisha tunakamilisha hivi vyumba ajili ya kuondoa ile usumbufu. Tunajua ni kazi kubwa sana ya kuimalizia hii, lakini sasa ili tuondoe usumbufu wa kwenda kule Lutundu, tunatakiwa na sisi tuwe na vyumba hapa, tuwe na madaktari hapa watakuwa wanatuhudumia kupitia hivi vyumba tayari ambao vimeshaanza kufanyiwa kazi. Na mimi nitasimama na nyinyi hadi kuhakikisha vinakamilika. Hapo vipi? Hapo sawa. Aliyeuliza swali mbona hajakubali? Yuko wapi? Hapo vipi? Hapo sawa? Haya, swali jingine. Mama Zawadi Mkocho anauliza kuhusu upatikanaji wa nguzo nyumbani kwake. Asante. Sasa vitu vingine hapa, kuna wengine wanatakiwa wajibu hapa na tuwaulize maswali hapa, si ndio jamani? Sasa hapa nampigia manager wa TANESCO atuambie, si umeme upo ulishafika, lakini nguzo ndo bado hazijasambaa, si ndio? Kwenye kitongoji kile atuambie sasa nguzo anazisambaza lini, tusifikiwe umeme tu kwenye eneo kamoja alafu kazi iko pembeni kidogo zisipate nguzo, si ndio?
atuambie hapa ili tupate majibu kwa wote. Unaendeleaje? Niko vizuri. Nipo kwenye mkutano wa hadhara katika kijiji cha Buyoga. Kijiji cha Buyoga tuna changamoto ya umeme. Kwanza tunashukuru kwa kutupa kitongoji kimoja ajili ya ukamilishaji wa umeme. Lakini katika kitongoji B cha Buyoga, kitongoji A. Kitongoji A na B umeme ulishafika. Ndiyo. Lakini ulishafika maeneo machache sana ulipofikia tu. Lakini kaya zingine hazina umeme, manake nguzo hazijasambaa. Una mpango gani una mpango gani sasa wa kutusambazia nguzo katika maeneo ambayo nguzo hazijafika lakini umeme upo? Wananchi wanakusikiliza hapa. Maeneo hayo mheshimiwa, nafikiri tunategemea kwenye bajeti tunayoanza nayo mwezi wa 7, kutegemeana na ambavyo tutakuwa tumepata, tutajitahidi tuweze kusambazia maeneo yaliyobaki. Ndio. Tutajitahidi kwa bajeti inayokuja, tutasambaza maeneo yaliyokuwa yamepelea au yaliyobaki. Ndio. Tutasogeza hiyo huduma ili hao wananchi waweze kupata miundombinu hiyo, waweze kuunganisha umeme. Sasa hivi vitongoji, naomba kwenye bajeti yako sasa visirukwe. Haina shaka mkuu. Haya. Asante sana. Hapo vipi jamani? Mengine tunamaliza hapa. Swali jingine. Swali. Vijana wa Buyoga wanataka kuanzisha ligi. Na mimi hiyo ligi nitaiangalia hapa Buyoga. Lakini changamoto yao kubwa ni mpira. Ninaomba kesho mpira ufike hapa, waupokee ili kusudi ligi yao waifanye vizuri. Kesho mpira mtapata. Lakini baada ya kumaliza huu mkutano, mimi moyo wangu bado unauma kwenye zahanati yetu. Nimepita nimekuta mafundi vifaa ambavyo kwa tumesaidiana na serikali ya kijiji vimeisha. Sasa nilitaka, najua hapa tupo wengi sana, tukitafuta hata mifuko 10 hatuwezi kukoswa. Mimi mwenyewe hapo natakiwa niongezee mifuko 5 tena. Lakini najua nimeambatana na mwenyekiti wetu wa chama, najua na yeye atatushika kwa sababu na yeye kazi ameiona tunayoifanya. Tuna katibu, tuna kamati ya siasa hapa, tuna watu wengi. Kwa hiyo nitawaomba, mimi ninaanza hapa. Mwenyekiti, mfuko mmoja unauza shilingi 24,000. Naomba uniangalizie mifuko 5 ina hela ngapi. Alafu hiyo meza isogeze hapa. Isogeze hapa meza. Tutafute mifuko 10 ya simenti kusudi tuendeleze kukamilisha zahanati yetu. Mimi moyo bado hauja, yani bado tukisha kamili, angalau vile vyumba vikikamilika, angalau ninaanza kupumua sasa, hata ni kidogo. 120,000. Basi mimi hiyo 120,000 naitoa hapa sasa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tunapokea hata ahadi. Ukituahidi mifuko 10, 15, 2, 1, unatuambia ni siku gani tunakuja kuchukua. Sasa
nianze na mkubwa mwenyekiti wa kata, karibu. Lakini pia useme kidogo na wanabuyoga, karibu sana mwenyekiti. Tuna mifuko 5 hapo, mzee wetu, tunakuomba. Nyinyi najua ndo wakubwa. Odi Buyoga. Karibu. CCM oye. Buyoga oye. Ndugu zangu, mimi kwa majina naitwa Paulo William Mashauri, ni mwenyekiti wa CCM kata ya Buseresere. Mheshimiwa Diwani, mimi nikushukuru. Unapambana kwa hela zako wewe mwenyewe, lakini umekuja Buyoga hapa. Na mimi siku moja tuko kwenye kampeni pale sokoni na Gatujanzi umeanza kunijibu maombi yangu. Basi mimi watu wa Buyoga kwenye zahanati nitachangia mifuko 3. Lakini mifuko 3, mwenyekiti wa serikali ya kijiji, Jumanne njoo uchukue mifuko kwangu. Baada ya kusema hayo, niombe sasa nirudi nikakae. Mwenyekiti, nikupongeze sana, unafanya kazi kubwa. Juzi tulikuwa Chato, lakini na mimi nichomekee kwa diwani. Yawezekana alikuwa anajibu kwenye barabara ya Nyamigere huko. Ni Nyamigere? Lakini mheshimiwa diwani, mama yangu yuko hapa, mama mko yuko hapa, mashemeji wako hapa. Mheshimiwa diwani, kwa nini usimshauri mbunge haraka haraka ile barabara la kukata kwenda nani kituo cha afya hapa, watu wasio wanazunguka mpaka Buseresere? Watu wanazaa ulibendera mabumeme tubabyare bana bape arurura bareme ruhu byaraba bikira heru narukaturire dono litara cha tushana ukawishika mapikipiki kavuka kaja. Mimi nikushukuru mheshimiwa diwani, lakini usiache kuja Buyoga. Asante. Tunaendelea kupokea ahadi. Tunajua tuna katibu wetu hawezi kutunyima hata mifuko ngapi. Nisihitaji, inawezekana niweza nikataja midogo. Buyoga safi. Mheshimiwa diwani, tunajua ya kwamba mkutano huu ni wa kwako, lakini sisi ni wenye duka. Wewe ndiye muuza duka letu. Hakika kwenye ziara yako na kwenye ziara ambazo umezifanya kwenye vijiji vingine inaonyesha kwamba duka letu unaendelea kuonyesha kuliuza vizuri. Hongera sana. Ndio maana umewasikia hata watu wa Buyoga wamekupongeza sana. Ukifikiria mpaka na shemeji yangu anaamua kupongeza mwana James. Yaani ujue kwamba kazi unaifanya. Ndio ukweli. Makofi mengi sana kwa mwana James. Mheshimiwa diwani, labda tu mimi nikwambie kitu kimoja kwenye swala la afya, kwa sababu tunazungumzia zahanati. Mimi pia ni muhanga sana. Nikihitaji kuangalia walioko hapa, zaidi ya 70% nimewapima kliniki mimi. Eti hamna ninawapima hapa kliniki? Umesikia? Kwa hiyo mimi nilikuwa mhudumu wa afya wa kijiji hiki. Kumbe utatupata mifuko 10. Sasa naomba niseme kitu kimoja. Mheshimiwa diwani alianza kwa kusema vizuri kwamba tunahitaji tupate hata mifuko 10, si ndio? Yeye akatoa 5, mwenyekiti ametoa 3, kati ya 10 imebaki mingapi? Imebaki 2. Hongereni sana, mmenipa majibu. Mimi nimaliza. Au hujatuambia tunaichukua siku gani? Leo. Kuja kuchukua kwa mwenyekiti. Lakini ngoja itakuwa imebaki shilingi ngapi? Ngoja niangalie mu. Sawa. Ngoja niangalie. Maliza tu hapa. Ngoja niangalie, nitangulize ili wajue kabisa kwamba sipo kwa ajili ya kufanyaje? Ya kutania.
inayobaki ndio watakuja kwa ajili, wanakuja kuchukua mfuko kwa mwenyekiti. Haya, imebaki shilingi ngapi? Imebaki shilingi ngapi? Imebaki shilingi ngapi? 12,048. Imebaki shilingi 28. Haya ndio imebaki. Asante. Imebaki 30. 28. Mheshimiwa Diwani, unaanza kupandisha. Basi kama ni kupandisha, tufanye kitu kimoja. Mifuko mitano mara 25,000 unasema shilingi ngapi? 200,000 na 25,000. Sio 100,000 na 225,000. Sasa sisi kwa unaifikishaje huku wakati umetuambia tuijie kule? Hata hii ni hela ulioitoa, itabidi waifuate huko huko. Tuwashukuru viongozi wetu wa chama, kamati ya siasa ya kata kwa kutuunga mkono ajili ya kuendeleza kukamilisha zahanati yetu. Naona mpaka sasa tumekusanya mifuko 15 ambayo itatupa hatua nyingine tena kwenye jengo letu hapo. Mwenyekiti wa kijiji, nadhani mifuko iliyotolewa keshi hapa, nadhani unaweza kwa siku ya kesho, naomba kazi iendelee kwa sababu mifuko ya sementi tumeshapata. Na wewe sasa tutakupa jukumu la mchango, utautoa wapi? Wewe ndio mwenye kijiji.